Karibu sana mtazamaji wa kipindi cha Tuongee Asubuhi, na sasa tupo katika mada kuu kwa siku ya leo, na tukukumbusha kwamba nchini Tanzania kumekuwa na jitihada mbalimbali zinazofanywa na watu kadha wa kadha, wadau, sekta binafsi, lakini pia serikali na taasisi pia za kidini zimekuwa zikihamasisha wadau mbalimbali wenye uwezo kwa ajili ya kusaidia watu wenye changamoto mbalimbali katika jamii, kwa sababu tunafahamu watu wanatofautiana uwezo, wanatofautiana kila kitu. Kwa hiyo wewe ambaye una chochote unaweza ukasaidia wale ambao wanahitaji kwenye sekta ya afya, kuna elimu na mambo kadha wa kadha. Juzi tu hapa tulimuona mkuu wa wilaya ya Kwimba, Mheshimiwa Mwelabuzu Ludigija, alitoa msaada kiasi cha fedha kwa ajili ya kumsaidia binti ambaye ana changamoto ya ulemavu, na akamsaidia kiasi cha fedha kwa ajili ya kumwezesha kufika shuleni na kuanza masomo yake ya kidato cha kwanza. Kuna wadau wengi, huyo ni Mwelabuzu Ludigija, mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Kwimba, lakini kuna wadau wengi hususani pia katika sekta ya binafsi. Sasa leo tutaangalia jitihada za wadau katika kusaidia watu wenye uhitaji katika jamii, na leo hii tutakuwa na mkurugenzi wa taasisi inayojihusisha na jambo hilo, taasisi ya Blessed and Charity Foundation. Huyu si mwingine ni Dawson Chacha. Dawson, karibu sana. Asante kiongozi. Leo nimekupata katika sura yako nyingine. Wakati nilikuwa nafikiria tukiwa tukikutana hapa mara kadhaa ni serikali imefanya nini, serikali inatakiwa kufanya gani, lakini leo umeamua sasa kuonyesha kwa vitendo ni nini hasa kinapaswa kufanyika. Nikupongeze sana. Asante. Dawson, kabla tujakula muda tujikite kwenye hiki kitu. Nimekupongeza kwa sababu ni jambo zuri kusaidia wenye uhitaji. Niambie kwanza, Blessed and Charity Foundation ni taasisi ya aina gani? Ni nini wanakifanya? Asante. Nashukuru sana. Blessed and Charity Foundation, asilimia kubwa tunajikita katika kugusa jamii. Ndio. Ninaposema kugusa jamii, kuna mambo mengi ya kuigusa jamii. Lakini kuna nyanja muhimu sana katika jamii. Kitu cha kwanza ambacho kinatesa katika jamii ni afya. Ndio. Baada ya afya tunafuatisha elimu. Lakini katika vitu ambavyo tafiti tumefanya tukakuta kuna changamoto kubwa sana ndani ya nchi hii, haki. Ndio. Kwenye afya umeona nini? Kwenye afya. Kwenye afya tuliyogundua kuna watu wana uhitaji wa kufanya matibabu lakini hajiwezi. Sahihi. Kuna mtu unakuta mtu anaenda kituo cha afya ambapo kile kituo cha afya uwezo wao wanaweza kuishia hatua A. Sasa hatua B na C mpaka apigwe rufaa aende hospitali za rufani au hospitali za wilaya au mkoa. Sasa unakuta yeye level yake ya kumudu kufanya matibabu yale hana. Kwa wale ndio tunaohitaji tuwaguse, tupate support kutoka point A tuifikishe point B. Ndio. Hapa kinachomata ni kitu kinaitwa uaminifu. Ndicho kinatakiwa kitembee kikiwa cha kwanza. Cha pili ni ukarimu na hekima ndani yake, ikiambatana na busara. Sawa. Nataka upite pia pamoja na hayo. Pamoja na hapo kwenye afya kuna sehemu nyingine tunagusa ambako watu wanatafikiwa wapate huduma point A lakini wanashinda kuzipata na zilikuwepo. Okay. Niliwahi kutoa mfano hata kipindi nilipokuwa hapa kwamba kuna watu ambao wamekuwa wakinipigia simu kuomba, mimi niko hapa nahitaji huduma hii lakini na nyuma na inawezekana. Hao ndo naingilia kati. Nitolea mfano, kuna kituo cha afya nilipigia taarifa, mwanamke ameenda kujifungua. Yule mama kana lazimishwa afanyiwe operation. Sikujua na advantage gani wanapomfanyia mgonjwa operation. Watu wakawa na mfoso wamfanyie operation. Akasema wamepima amekuta huyu mtoto kilo alizonazo naona ni ndogo kuliko ile niliyejifungua kwanza kaka yake. Okay. Sasa ashinda kumjua kwa nini wananiforce mfanyie operation. Nilichokifanya nilipiga simu kwa mganga mkuu wa mkoa kumweleza lile swala. Mganga mkuu akampa maelekezo wa wilaya, wilaya akaniita. Yule mtu akaorganize akampeleka Soketule
kutoka katika kile kituo cha afya ambacho sijakitaja. Sahihi kabisa ustadi. Wakampeleka Soketule, ilikuwa hiyo ni mida tunaelekea saa 8. Tunafika kwenye saa 11 na sehemu napigiwa simu kwamba mgonjwa amejifungua vizuri bila operation. Kwa hiyo tunapogusa kwenye afya sio tu kumkusapoti kwa uwezo wa hela, kuna kukusapoti pia kwa uwezo wa kuitafuta haki yako. Okay. Ambayo ulitakiwa uipate, upewe, mtu anakudanadana. Sisi tukishapokea malalamiko lazima udili na wakubwa wa ngazi husika kuhakikisha yule mtu ambaye anamnyonga kwa haki yake aipate kihalali. Sawa. Na kwenye elimu mnashughulika na vitu gani hasa? Kwenye elimu tumegusa nyanja za elimu. Kuna watoto ambao wamezaliwa hajiwezi na familia haijiwezi kapasi. Unajua kuna wengine hata gharama tu, kuna wengine tumasapoti kwa mfano kuingia form 1 pale. Unakuta hata zile daftari leta kaunta 12, nguo gani, sijui leta viatu vya vyeusi, sijui begi, hata vile vigharama vya awali kuna familia nyingine haziviwezi. Okay. Maana utakuta mama anauza vitumbua au mama anauza mahindi, unachoma mahindi, au anauza mandazi. Alafu mwisho siku mtu kama huyu ana familia, unajua sisi watu wa level ya chini nafikiri unajua familia zetu. Watoto umezaa wachache ni 9, 7, 12. Kwa hiyo unakuta kaela kwa tunakokatafuta kanaishia kwenye kualisha. Ndio. Sasa unashinda kuelewa ninalisolve vipi, au ndio tunao support. Na niliona kuna eneo moja niliona kuna taarifa ni nchi jirani. Kuna mtu alikuwa na wake 12. Sasa watoto ni zaidi ya watoto ni 70 pale. 70 kuelekea timu zaidi ya 6 za mpira. Sasa ni ngumu pengine kwanza kuwahudumia. Sasa na huku kanda ya Ziwa swala la watu kuwa na watoto ni jambo ni nguvu kazi hiyo. Ni nguvu kazi sawa na ni baraka lakini sasa kinachomata unawaendo vipi kuwapa treatment sahihi, nini huduma sahihi kuwagusa wale watoto kwamba hakikisha wanapata haki zao. Kwa wale ndo tunaogusa. Kwa familia ukuta nyumba yenyewe ina alama ya kuuliza, inauliza ni uwe lini. Yaani ukuta huko hivi mlango ukifungwa kuna nyasi zimetanda pale kuzibaziba. Mtu kama yule uje mwambie mambo ya form 5. Umwambie mambo ya kulipa ada ya form ngapi. Kwa hiyo uchimizi ndio tunaoangalia hayo, lakini pia kuna wengine ukuta amechaguliwa mtoto maskini amepata asilimia kidogo kwenye mkopo wake wa chuo, ndio tunaowagusa. Na kuna lakini pamoja na hayo tunagusa pia haki hivyo kama hivyo sema kwa haki. Kuna simu nyingine tu tunapata taarifa bana sehemu fulani kuna haki nimeikosa. Hao ndio tunaingilia kati kuhakikisha haki yake anaipata, kwa sababu unaweza kukuta shuleni ilikuwa haki yake ya kupata nafasi wanafanya zuruzunga vitu kama hivyo. Sisi tunachodili nacho kupitia ofisi ya mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, afisa elimu husika au bwana afya husika, kutokana na kategoria malevo gani ya mtu amepata tatizo la kuitakiwa kuwa solved. Kuna changamoto nyingine kwenye sekta ya elimu, pengine kuna hususan kwa watoto wa kike. Kuna baadhi ya familia bado zinaamini mtoto wa kike hapaswi kwenda shule. Na wengine wanaenda mbali kuwalazimisha hata watoto wa kike wajifelishe huko shuleni ili wazazi waweze kupata chochote kitu, pengine amwozeshe kwa mtu ama vipi. Hawa watu mnawagusaje? Hawa watu ni uwanda sasa katika nchi yetu, pia kuna uwanda wa elimu sasa. Okay. Katika jamii watu watambue kwamba viumbe vyote vimeumbwa vikiwa ni usawa. Tunaposema usawa ni kwamba mimi nimesoma wa kiume na wa kike na haki ya kwenda shule kusoma hivyo hivyo. Mimi nimesoma hakika vile vile. Kwa hiyo uchimizi wanatakiwa atambue usawa, na nafikiri sasa hivi kwa asilimia kubwa watu wamefumbuka. Tukiangalia mikoa mingi walikuwa wameinama hivyo, makabila mengi. But sasa hivi kutokana kwamba kuna wanawake wanashika sekta, kuna wanawake wanakuta na yuko level fulani na anaiendo kwa uchimizi, na wenyewe watu wanaenda wanaruvuka kwamba hawa watu binadamu wote ni sawa. Maana kwanza ni tusidanganyane tu, ni ukweli usiopingika. Ndio. Watoto hakika wana msaada mkubwa nyumbani kuliko sisi. Yaani hilo ni ukweli kabisa. Yaani unaweza kukuta mimi bingi namtumia 20 nimemaliza, lakini mtoto wa kike anawekeza nyumbani kuliko sisi. Hiyo ni ukweli usiopingika. Kwa hiyo wazazi nafikiri wanaenda naelewa kutokana na vitu kama hivyo. Dawson, sisi tunawekeza wapi?
Asilimia kubwa sisi upande wa pili. Sasa Dawson, kwa sasa hapo mnazungumzia kwa jamii, na natamani kufahamu pia kwa upande wa hawa wasichana ambao wanaathirika na hizi changamoto, pengine nyinyi wanaweza pia kuwatafuta kwa ajili ya kuwasaidia. Pengine kuna mtu amezuiwa kwenda shule, anaweza akakutafuta Dawson. Yaani hizo ndo tunazohitaji. Yaani nimebanwa, mzazi amenilazimisha hivi na hivi, amekoma hivi na hivi, lazima tumwambie mzee, hapo unaenda ndivyo sivyo. Akienda kinyume, vyombo vya sheria lazima vifanye kazi yake. Kwa sababu unapoendesha NGO lazima uwe na wanasheria pia. Kwa hiyo chimizi ni vitu kama hivyo, kama kuna challenge hata akiume, sio mpaka hakike tu. Na akiume kuna namna ananyanyasika. Kwa hiyo hata na wao wakiwa na changamoto, sisi tunaingilia kati. Bila shaka mnakuwa na uhusiano mzuri na serikali katika kutimiza haya majukumu yenu kwenye afya, pengine elimu, hata katika upatikanaji wa haki. Ni sahihi, kwa sababu lazima waziri mwenye dhamana, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, mkurugenzi, lazima uwe nao karibu kuhakikisha mnashauriana ili tunalisolve vipi. Kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo sio mpaka wao wavisolve, hawezi kuvifikia. Wao wanachopewa ni ripoti tu kutoka watu wa chini. Ripoti iko hivi, kumbe unakuta ripoti imebenuliwa. Ni kama inavyotokea, kuna kipindi wanatoombaga ripoti, tunahitaji kaya maskini kwa ajili ya kutoa support. Tumeona tu kwenye vyombo vyenu vya habari wengi tu wamejijaza. Unakuta mpaka mwenyekiti amejijaza kwenye kaya maskini. Mtendaji amejijaza kwenye kaya maskini. Kwa hiyo kuna vitu, ripoti nyingine kama hizo lazima tuwepo kuwasaidia. Waweze kufika vijijini kutambua shida zilizopo. Sisi inabidi tufukumue makaburi yale kuonyesha uhalisia uko hapa. Sawa, na sasa nataka kufahamu, na bila shaka hata mtazamaji anataka kufahamu hili. Hawa watu mnawapataje, ama utaratibu ukoje ili mtu pengine ana changamoto aweze kupata msaada? Utaratibu uliopo ni kwamba mtu anaona ni namna hii kwamba kuna sehemu, kuna shirika linatoa msaada, anafikia. Kwa mfano kama nilivyoeleza, kuna watu tumewasaidia hospitalini mpaka sasa kwa ajili ya treatment. Kuna watu tumewawezesha kwa ajili ya huduma za hospitali hivyo hivyo. Kuna watoto wa shule mpaka ninapoongea wameshaanza shule. Wanafurahia. Tumewapa equipment, tumehakikisha amepata uniform manini. Na tena wengine walikuwa wameshachelewa muda wa shule, nifanya mawasiliano na maafisa elimu kutoka wilaya gani, wametoa go ahead wapokelewe. Kwa hiyo na sisi ndo furaha yetu kwamba tumefanya kazi gani na imetimia. Ndicho tunachokiangalia.